subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mume wangu Salim. Nini bwana? Amka, muda wa kuswali umefika, amka ukafanya ibada. Unasema nini wewe? Amka ukaswali. Hivi wewe mwanamke, ni mara ngapi nimeshakwambia sitaki unisumbue kuhusu hilo swala la ibada? Yaani unaniamsha mimi kutoka usingizini na kuniambia masuala yako ya ibada? Usinisumbue bwana. Mume wangu, kwani unakuwa hivyo lakini? Alafu tuko katika tena mwezi wa Ramadhani. Tunatakiwa tujipinde kufanya ibada. Amka mume wangu ukaswali na kuomba. Nisikilize Zaina. Nisikilize Zaina. Sawa? Wewe kujipinda si unaona mali sana? Kujipinda si unaona ni faida kwako? Kama unataka kujipinda, endelea kujipinda wewe. Mimi sitaki kujipinda nikaja kukatika uti wa mgongo bure. Alafu ukiendelea kunisumbua wewe mwanamke wewe, nitakuwashia moto wewe. Nitakuchapa makofi mpaka majirani huko washindwe kuelewa nini kinachoendelea huko. Unanisumbulia nini? Mume wangu wako kukaanga au kubanikwa? Na kuuliza wewe, mume wako kukaanga au kubanikwa? Mume wangu. Unaona mimi kuwa mume wako na faidi, si ndio? Kuwa wewe mume wangu uone. Sasa gusa hata unyayo uone. Gusa hata unyayo hivi. Uone makofi nitakayokuchapa wewe. Takutindua makofi wewe. Gusa hata unyayo uone. Amkafanya hivyo. Gusa hata unyayo uone. Moto nitakao kuwashia wewe. Unazitafuta thawabu kwa lazima. Si unazitafuta thawabu kwa lazima. Sasa kama hata unyayo uone. Gusa hata hivi chembe, gusa hata hii Punjabi hivi. Nusu uzi gusa uone. Chapa makofi utoamini. Mume wangu. Mtu halali, mume wangu. Mahali kitu cha ngapi? Kuna tarajio pazaliwe watoto pale. Yale kuna yani utulivu wa moyo. Hivi watu wanaoishi bila ndoa kuna utulivu? Utulivu wa moto kiasi. Hakuna utulivu. Hamna. Maasha hakuna maasha yenye utulivu. Hamna. Hakuna kabisa. Tusidanganyane. Hamna. Haya sasa huyu anasemaje? Anaitwa Mama Ilham kutoka Arusha, sawa Anasemaje akigusana na mume wake udhu unatenguka? Akigusana na mke wake. Na huyu udhu upo. Kauli ziko nyingi. Na kauli ya Shafi'i inasema akigusa tu ushatenguka, lakini tukiangalia kauli yenye nguvu kwa mujibu wa dalili, hapana, udhu upo. Na hicho najua bwana Kasim. Naam. Tukisema udhu haupo kwa kufuata kauli ya Shafi'i, anaweza huyu mumewe aumwe kiasi kwamba hawezi kujinawisha udhu. Mke amwache. Si hasara? Hiyo hasara. Hapana, mume wako
Mimi ndo natoka hivyo. Kama kutakuwa na mtu yoyote ama mgeni wangu yoyote atakayekuja, utamwambia mimi niko ofisini. Sawa mume wangu. Na vipi kuhusu ile pesa nilikwambia? Pesa ipi hiyo? Nikwambia mama anaumwa, hali yake ni mbaya, anahitaji pesa ili aende hospitali. Bwana, nimekuelewa. Na mimi kichwa changu kina mambo mengi sana. Nisamee mke wangu. Sawa. Sasa mimi nimekuelewa vizuri. Naomba jioni nikupatie hiyo pesa. Sawa mume wangu. Kazi njema na Allah akufanyie pesa, akutangulie kwenye kazi zako. Yaani afadhali nimekukuta, maana huu mguu ulikuwa wako. Hivi unajikuta nani kwenye hii nyumba? Maana sikuelewi. Tatu, naomba uniache kwa kipindi hichi. Nipo kwenye mfungo. Usiniharibie saumu yangu. Toka lini? Na leo ya kwanza wewe kufunga. Wewe kufunga wapi na wapi? Vitu viwili tofauti kama mbingu na ardhi. Alafu wakufunga atakuwa wewe. Wakufunga atakuwa wewe na kuuliza. Hivi wewe unataka nini lakini? Nimeshakwambia sijisikii kuongea na wewe. Hebu kwa muelewa hata kidogo. Sijisikii kuongea na wewe kwa leo. Sasa kwa taarifa yako, sidhani kama hiyo funga yako hata Mungu ataipokea. Kila unapopita watu wanakunyoshia vidole. Mtaa mzima watu wote wanakujua ushalala na kila aina mwanaume. Kila aina mwanaume wewe unapita naye tu. Afu unasema tupo kwenye mfungo. Mfungo gani? Nakuuliza mfungo upi? Mfungo uichi wewe dada? Mbona unapenda kujidhalilisha sana wewe? Naona kabisa kuna kitu unakihitaji kutoka kwangu. Ila labda nikwambie tu hautokipata. Inshallah. We, tena ukome uishie hapo hapo eti hii swaumu. Na kama haya ndo matusi huko kwenu mwenyewe mpumbavu. Kwa hiyo kama unatembea na mama za watu tusikwambie. Kama anakuogopa ni wao wengine, lakini mimi nitakwambia. Tena ulivyokuwa na haya mwanamke uchagui. Si mwanaume mfupi, si mnene, si mwembamba, si kijeba. Wewe unapita naye tu. Mwanamke mjalana, shetani wa mguu mmoja. Na hapa utarudi tu nitakula sahani moja na wewe, mbwa wewe. Kubaba babaki. Staff vipi ndugu yangu? Tulia. Naona leo umekula kanzu kali ndugu yangu. Huu mwezi mtukufu ndugu yangu. Sasa tusipobadilika na kupendeza katika mwezi kama huu, tutabadilika lini? Kweli ndugu yangu. Yaani huu mwezi unabidi tubadilike kweli yani ndugu yangu. Hasa huu mwezi wa Ramadhani. Usitoshe sisi vijana bwana tuna mambo yetu magumu sana ndugu yangu tunafanya. Yaani hasa siku za Ramadhani kama hizi inabidi tufanye ibada kwa wingi sana ili Mungu aweze kutujalia neema ndugu yangu. Sawa bwana. Jazakallahu khaira. Yaani haya maneno unayosema kiukweli nahisi ndugu yangu leo wewe umeamka na saumu kama nilivyoamka nayo mimi ndugu yangu. Hapana ndugu yangu. Nina udhuru ndugu yangu, sijafunga. Udhuru? Udhuru gani? Hebu kuwa serious basi ndugu yangu. Wewe una udhuru. Na ni mtoto wa kiume kabisa unasema una udhuru. Haya na dada zetu wasemeje? Hebu badilika bwana. Huu ni mwezi mtukufu. Umefika mnatakiwa mfunge au tunatakiwa tufunge. Lakini wewe umeng'ang'ana na udhuru. Udhuru gani? Ndugu yangu, unakuwa na maneno makali sana ndugu yangu. Sio maneno makali. Muda mwingine tunatakiwa tuelekezane. Huu ni mwezi mtukufu ndugu yangu. Miezi 11 tumekula. Huu mwezi mmoja tu umeingia, tunatakiwa tujipinde. Lakini wewe unasema una udhuru. Jamani, kweli? Basi inshallah kesho shehe wangu tafunga. Kesho inshallah nitafunga. Hatari sana. Yaani hivi tu simple inshallah nitafunga. Funga, badilika. Mimi naamini kesho utakuja ukiwa umefunga. Kweli. Natia nia. Au unasemaje? Sawa ndugu yangu. Kesho inshallah nitafunga. Hizo inshallah hizo. Msikiti ulidondoka.
Mashehe kila akiambiwa msikiti unaufa, inshallah. Msikiti unaufa, inshallah, mpaka msikiti umedondoka mashehe. Vitu vingine vinahitaji kujizatiti. Hebu fanya hivyo bwana. Sawa, inshallah kesho nitakuja. Jitahidi ubadilike ndugu. Inshallah kesho nitafunga ndugu. Basi inshallah. Mimi acha niende zangu msikitini hapo. Kuna idhkari, kuna darasa. Sasa zile darasa zinatakiwa kuhudhuria. Na sio mimi tu, hata wewe tunaweza tukaenda pamoja tukapata darasa. Inshallah kesho nitakuja. Inshallah. Basi inshallah. Nyuzulu hizo. Nyuzulu hizo. Hadi huyu jamaa kawashe. Inabidi nibadilike sana ndio. Yaani siamini huyu jamaa mpaka sasa hivi kawashe hivi. Mimi ndo tu sijabadilika mpaka sasa hivi. Salim, usitaki kuniambia kile tulichozungumza kwenye message ndicho kilichokuleta hapa. Lakini mimi na wewe tulishaongea tukamalizana, nimekwambia sitaki. Aisha, mbona unakuwa kama mtoto mdogo wewe? Kipi ambacho hujakielewa lakini? Mbona kila kitu mimi nimekwambia? Kwa hiyo na Ramadhani yote hii unataka tuende tukazini? Ujue hayo maneno kwa unaangalia hata na sehemu gani unayaweka. Sikia. Tunamaliza, tunafanya toba. Hivi wewe Salim, si una mke lakini? Mbona unafanya mambo ya ajabu mwezi kama huu? Kweli kumeanza kuchangamka. Ndio kwanza 10 la pili. Vitu chini vya moto vinatokota. Hivi 10 la tatu kweli tutatoboa? Ujue Aisha, huyu mdogo wako ana vitu vingi sana. Anaonekana mcheshi sana. Basi sawa basi. Cheka tu kuoga Asha mzima na kanzu yako una haya wewe. Alafu na wewe. Wewe ndio mtu wa Mungu sana wewe. Jafanya kila siku unanisi mdogo wangu, vaa mashungi mdogo wangu, vaa majuba kiko wapi? Ndio mnaongea nini hapa? Mambo ya kuzini tu una haya wewe. Acha kumwaibisha Mungu Bwana na majuba yako hayo. Chiki ulivyokauka kama mti mkavu. Ama kweli. Sitaki kuamini. Vita tutashinda kweli? Kwa nini tusishinde? Shedula. Tazama mtoto alivyogawanyika. Ona mtoto alivyonyumbulika. Mtoto mashallah. Na hapa ni njiani. Wewe Sule, maneno gani unazungumza? Hapana, najaribu tu kuwaza shehe wangu. Na hali hii tulokuwa nayo kwa sasa. Na miaka sasa hivi watu kama wanavyotembea hivi, huko miaka mbeleni si watatembea uchi kabisa shehe? Hebu tuendelee na safari shehe. Muda mwingine hata kipofu usahau mkongojo wake. Alafu mimi nina mashaka na somo yako ya leo.
niwe tu mwazi dadangu. Yaani kusema ukweli, wewe una vitu vyangu. Una kila kitu ambacho mimi nataka. Hapa nilipo makata si makata, subiani subiani, napigwa shoti mwili mzima. Unajua wewe umeumbika, mtoto msho. Ishi hapo hapo. Wewe mbona mambo ya kizamani sana wewe? Unakuja kuniletea habari za watoto wa mwaka 90 huko. Sio watoto 2000 tumekaa kwenye mstari. Hem, nenda kwenye pointi bwana, usinipotezee muda. Sikia. Mimi nimekuelewa. Nakupenda. Pesa yako tu baba. Unasema ukweli? Yaani hata sasa hivi ukitaka. Pesa yangu. Yaani hata sasa hivi ukitaka. Unasema ukweli? Pesa yako tu. Pesa. Nisiyempenda kaja. Tena kavaa kanzo sare na kibaraka Sheikh. Aya sasa we bwana. Unaona bwana huyu mimi na faidi. Sasa nakuachia, kaangaike naye. Sule, ndo unafanya nini? Kwa umeamua kunidhalilisha? Umeamua kunifedhehesha? Mimi natukana na mtoto mdogo? Kwa upumbavu wako ambao unaofanya? Na vipi hata baba yako akijua kabisa uko hapa, upo katika hali hii? Uone kama unakosea? Uone kama kitu ambacho unakifanya unamkosea hata Mungu? Basi sawa, ungeheshimu hata mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna watu wanaumia. Kuna watu wanatamani mwezi usiishe. Kuna watu wanatamani wafunge hata kwa siku moja tu. Lakini sasa hivi wako wapi? Wapo mahospitali na magonjwa yao. Kwa nini umeshindwa kuvumilia? Una siku chache sana, siku 30 ndani ya mwezi mmoja. Ndani ya miezi 12. Una miezi 11 ya kufanya haya mambo yako ambayo unayafanya. Kwa nini unamdanganya Mungu? Kwa nini unaidanganya nafsi yako pamoja na Mwenyezi Mungu? Sawa, umeshindwa kuheshimu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Basi ungeheshimu hata mavazi ambayo umeyavaa, kanzu pamoja na kibaraka Sheikh. Hili ni vazi tukufu. Watu wanavaa waenda msikitini, kwenye nyumba ya ibada, kwenye nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu. Uone kama unakosea. Unaishi wapi wewe? Unakosea. Hii pesa ambayo unataka kufanya dhina. Kuna watu hawana iftari. Msikitini huko kuna majamvi yameoza. Sadaka yako ndo ulinzi wako. Unaishi wapi? Unakosea sana Sule. Unakosea sana. Na Mungu hapendi.